Karibu sana katika channel hii ya Farm TZ. Kwa majina naitwa Fadhili Mfaume, ni mfugaji wa sungura wa kisasa, napatikana katika mkoa wa Lindi, katika halmashauri ya manispaa ya Lindi mjini. Na leo katika video hii naenda kukufundisha mbinu maalum au vitu vya msingi zaidi vya kuzingatia wakati umetoka kuachisha sungura wako wadogo kunyonya maziwa ya mama yao. Na hapa kuna vitu vya msingi lazima uvizingatie ili upate kuwaokoa sungura hao na wapate kukua vizuri na waje kuwa na afya iliyokuwa bora zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare video hizi katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii. Jambo la kwanza, lazima uhakikishe unafanya ukaguzi katika mabanda yako. Hili ni swala la msingi zaidi la kulifanya kila siku katika mradi wako. Haijalishi kwamba una sungura wadogo au sungura wakubwa wazazi. Hili ni swala la muhimu na la msingi. Kila siku lazima ujue afya ya sungura wako wanaendeleaje. Kama kuna sungura ambaye ana changamoto ya aina yote ya maradhi, utapata kugundua mapema na utapata kuanza kumtibu mapema. Jambo la pili, hakikisha mabanda yako muda wote yako safi na hayana mabaki ya chakula pamoja na unyevunyevu wa aina yoyote ile. Kwa sababu kukiwa na unyevunyevu katika mabanda yako yatasababisha sungura hao kuanza kuugua. Na kwa muda huu sungura wanakuwa ni rahisi zaidi kushambuliwa na bakteria na kusababisha magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo lazima uwe makini zaidi katika swala zima la usafi katika mabanda yako. Jambo la tatu la kuzingatia ni swala zima kuhusiana na lishe iliyokuwa bora kwa sungura wako. Na hiki ndio kipengele ambacho wafugaji wengi sana wanakuwa wanafeli na kupelekea kupata matokeo mabaya katika miradi yao ya ufugaji wa sungura wa kisasa. Kwa sababu wafugaji wengi wanapenda sana kuwarundikia majani mabichi sungura wao wakiwa katika wakati huu. Na wakati huu sungura bado anakuwa mfumo wake wa mmeng'enyo haujakaa vizuri zaidi. Ni vyema zaidi kuwapatia chakula chenye virutubisho vya kutosha kama vile pellets, au kaamua kuwatengenezea mwenyewe na ukawa unawapatia majani yaliyokuwa makavu. Kwa hiyo inawezekana ukaandaa ratiba yako kwamba mchana utawapatia pellets na jioni utawapatia majani makavu. Yale majani mabichi utawapatia kwa kiasi kidogo sana. Unaweza ukapatia kwa wiki mara 2 au mara 3 na kwa siku tofauti tofauti. Na tunafanya hivi ili kuwakinga na changamoto za magonjwa ya tumbo kama vile kujaa gesi tumboni na kusababisha sungura wako wakashindwa kupata uwezo wa kujisaidia na hatimaye sungura wako watakuwa wanadhoofika na kufa. Kwa wale ambao wanahitaji vitabu vya ufugaji wa sungura, vitabu vipo, vinapatikana kwa mfumo wa soft copy na kwa gharama ya shilingi 10,000. Ila pia tunaendelea kutoa mafunzo ya ufugaji wa sungura kisasa, kuanzia changamoto, jinsi ya malezi ya sungura hawa, mbinu mbalimbali za kuzifanya katika mradi wako ili uje kupata matokeo yaliyokuwa bora zaidi. Na elimu hii tunatoa kwa muda wa mwezi mmoja kwa gharama ya shilingi 5,000 tu. Jambo la 4 la kuzingatia, uwiano wa kuwaweka sungura wako katika banda. Hakikisha kama una sungura wengi basi jitahidi sana utanue banda lao na liwe kubwa. Usitake kuwarundika sungura wengi katika chumba kilichokuwa kidogo. Kwa sababu endapo utawarundika sungura wengi kutakuwa kuna hatari sana ya kupata magonjwa kwa haraka zaidi na ukashindwa kuwatibia wote kwa muda mmoja. Kwa hiyo hakikisha kama vyumba vyako ni vidogo basi usiweke zaidi ya sungura 4. Kama ni vyumba vikubwa unaweza ukaweka mpaka sungura 7 mpaka 8 katika chumba kimoja. Lakini hakikisha unavyoweka katika iko chumba wanapata sehemu nzuri ya kupumzika na kucheza vizuri bila kubanana au kuleta changamoto mbalimbali. Na jambo la 5 la kuzingatia zaidi kuhusiana na swala zima la kuwapatia vitamini. Na huu muda ndo muda mzuri zaidi sungura wako kuwa unawapatia vitamini mbalimbali kwa ajili ya kuboresha ukuaji wao na kinga mwili kwa ujumla. Na hapa unaweza ukatumia vitamini vya asili au ukatumia vitamini vya madukani. Ila napendekeza sana, ni vizuri zaidi sungura ukawa wanapenda kutumia vitamini vya asili. Na hivi vitamini vya asili vinatengenezwa kwa kutumia viungo mbalimbali. Aidha unaweza kutumia pilipili, karoti, tangawizi, kuna kitunguu swaumu, kuna majani ya mpapai, kuna majani aloe vera. Kwa hiyo vipo vingi sana ambavyo unaweza ukavitumia kama vitamini vya asili. Na hivi utakuwa unaviweka katika maji.
kila siku unavyowapatia maji yao, leo utawekea kitamini hiki, kesho kitamini kingine. Unaweka vitamini tofauti tofauti, kwa sababu vinakuwa vinawasaidia sana katika ujengaji wa afya yao na kinga mwili kabisa ya miili yao. Kwa uhitaji wa mbolea asili ya mkojo wa sungura, wasiliana nasi kwa simu namba 0623191238. Tunatuma nchi nzima kwa uaminifu mkubwa sana, na kwa sasa lita moja inapatikana kwa gharama shilingi 3000 na lita 5 inapatikana kwa shilingi 1015. Weka oda yako sasa ili upate kuzalisha mboga mboga ukiwa nyumbani kwako na uache kula mboga mbovu. Jambo la 6 la kuzingatia ni muda sahihi wa kuwatenganisha sungura wako. Sungura wanapoanza kutimiza kuanzia miezi 3 pale wanaanza kupata hisia. Kwa hiyo huu ndio muda bora zaidi katika kuwatenganisha sungura majike pamoja na sungura madume. Kila sungura utaenda kuwawekea katika chumba cha kwao cha peke yao kutokana na jinsia yao. Na tunafanya hivi zaidi ili kuepusha ule uzalianaji wa wenyewe kwa wenyewe, ila pia unaepusha sungura wako wasije wakadumaa. Kwa sababu sungura anavyoanza kupata hisia na akapandwa kwa muda huo akiwa mdogo, kuna uwezekano mkubwa sana sungura huyo akashindwa kukua tena vizuri na akawa na afya iliyokuwa bora. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukawatenganisha na kila sungura kakaa katika chumba chake, na wewe ndio utakuwa muamuzi sasa wa kuamua kwamba sungura kadhaa watenge kwa ajili ya kwenda kuwauza kama nyama, au ukawachambua kabisa kwa ajili wengine uwatumie tena kama uzalishaji katika mradi wako. Kama una changamoto yoyote katika ufugaji wa sungura, unaweza ukadondosha komenti yako hapo chini, au pia ukawasiliana nasi kwa kupitia namba yetu ya simu hiyo tuliyotaja hapo WhatsApp, na sisi tukapata kukusaidia katika hiyo changamoto yako, ili mradi upate matokeo yaliyokuwa bora zaidi katika ufugaji wa sungura wa kisasa. Na video zinazofuata tutaendelea kujadili zaidi kuhusiana na hatua nyingine inayofuata katika masuala mazima ya ufugaji wa sungura wa kisasa. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare video zetu katika magrupu mengine ya mitandao ya kijamii, ili mradi tunavyotoa vipindi vyetu iwe inakufikia kwa haraka zaidi, na utakuwa unapata notification ya kukujulisha kwamba sisi tumeshaweka kipindi na wewe ukapata kwenda kujifunza zaidi. Asanteni sana na watakia siku njema.